Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Apostle Devota. Nimekuja tena kukuletea kipindi cha This is My Story. Kipindi chetu cha This is My Story tunakileta kwa makusudi kabisa kujenga, kuponya, kuwatia moyo na kuwahuisha watu wengine ambao wanapita kwenye magumu lakini hawana majibu, na walifanya mistake lakini hawajua kimbilie wapi. Kwa hiyo tunaleta kipindi cha This is My Story kuwaonyesha kwamba kwanza, namba moja, bado Mungu ni wa rehema; mbili, bado Mungu anafanya; na tatu, bado unaweza kuvuka pale ambapo shetani alikushikilia kwa muda mrefu. Na leo tena ninaye binti yangu ambaye yeye mwenyewe atajitambulisha jina lake na ametokea wapi, alizaliwa wapi, ni kabila gani, na kwao walikuwa wangapi. Basi Mungu atatuambia kwa nini yuko hapa, kitu gani shetani alifanya, na sasa hivi amekutana nini, anaona nini. Karibu sana binti yangu. Unaitwa nani, majina yako? Asante mama, kwa jina naitwa Sharon Moshi. Mimi ni mzaliwa wa Dodoma. Mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa. Nilisomea Dodoma kwa primary school, then secondary school nikasomea Singida. Ndio mama. Okay. Kwa hiyo umezaliwa Dodoma, umesoma Dodoma ukasoma na Singida. Yes. Okay, sasa hivi unafanya nini? Sasa hivi nipo nasoma hapa Dar es Salaam. Nasoma nursing school. Okay. Yes. Hebu niambie Sharon, Mungu amefanya nini kwenye maisha yako? Kwa nini uko hapa? Unataka tushare nini kutoka kwako? Kwa sababu umekusudia kwamba lazima mabinti wengi wajifunze, kwa sababu unapofanya mistake ukitoka unatamani watu wengine wasiingie kwenye lile shimo. Ndio mama. Kwa sababu Mungu huwa anaruhusu tupite kwenye magumu, binti yangu. Sio kwa ajili yetu tu, kwa ajili ya watu wengine pia wapone. Kwa sababu kuna mabinti ambao ni wadogo kuzidi wewe, kwa sababu wewe ni kama sani dada kwao, labda wenye miaka 15, 16, 17 hapa mpaka 18, 20. Kwa hiyo wakisikia This is My Story ya kwako, watapona na watasimama imara na watakuwa makini. Hebu tuambie historia yako kwa ufupi. Historia yangu kwa ufupi, nilivyomaliza form 4, ukiwa na miaka mingapi? Nilikuwa na miaka 19. Ilikuwa ni 2017. Kwa hiyo nilivyomaliza form 4 nikarudi nyumbani. Wakati tunaendelea kusubiri matokeo, akatokea kijana. Huyo kijana kwenye mazingira ambayo nilikutana naye, nilikutana naye mazingira yalikuwa ni mazingira ya nyumbani. Nyumbani ni kama vile tulikuwa tuna duka la tunauza vitu vidogo vidogo. Kwa alikuwa amekuja. Alipokuwa amekuja, ni kama vile siku alikuja aliniangalia tu. Alikuwa yupo kwenye gari, then akafungua kioo akaniangalia. Alivyoniangalia mimi sikujua intention yake ilikuwa ni nini. Baadaye alikuja, nadhani akaniomba namba yangu ya simu nikiwa pale dukani. Kwa hiyo nikachukua namba yangu ya simu nikamgaia. Baada ya hapo ndo tukawa tumeanza mahusiano. Basi mahusiano yalienda kwa muda fulani, ndo alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza. Kwa hiyo in short, alikuwa ndo mwanamume wako wa kwanza kabisa. Yes. Kwa hiyo alinifungulia dunia nyingine ambayo nilikuwa sijui. Na baada ya hapo alianza kuniambia vitu vingi sana, nikawa namuamini. Kwa sababu yeye ananiambia kwa yeye ni mkubwa kwangu, na alikuwa kidogo umri umeenda. Mimi alikuwa na umri gani kipindi hicho? Alikuwa na umri nadhani kama miaka 39. Mkubwa. Yes. Wewe na miaka 19. 19. Yeye ana miaka 30. Mkubwa. Yes, alikuwa mkubwa. Ilikuwa lazima kuzidi kete tu hapo. Yes. Kwa hiyo vitu vingi akaanza kuniambia, na baadaye nilikuja kujua kwamba anajihusisha na masuala ya kishirikina. Na tulikaa kidogo tu kwenye mahusiano, akasema kwamba anataka kunioa huyo kijana. Kwa hiyo okay, baadaye wakati mmekaa sana kwenye mahusiano yenu ukaja kugundua kumbe alikuwa ana mambo mengine. Ni baada ya shida nyingi kutokea ndo nikaja kujua kwamba alikuwa na mambo mengine, lakini muda huo mimi nilikuwa, wakati niko naye kwenye mahusiano nilikuwa sielewi chochote. Kwa hiyo baada ya shida mbele kutokea huku, nadhani ndo tunaelekea, ndo nikaja kujua kwamba alikuwa na masuala ya kishirikina, kwa sababu alikuwa ni mfanya biashara.
Kwa alikuwa anatumia Kwa aliona nyota. Nadhani. Ndio maana alikuangalia alafu akakurudia. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo akaja nyumbani akasema kwamba anataka kunioa kwenye wakati umekaa muda gani mtoto wangu mpaka akaja nyumbani? Mama, tulikuwa hatuna hata mwaka, hata miezi 6 tulikuwa hamna. Yaani once tu alivyokuona. Yes, ilikuwa ni kama tu miezi mitatu, miezi 4. Akasema anataka kuoa. Anataka kunioa. Kwa hiyo alivyokuja nyumbani kusema hivyo kwamba anataka kunioa, nyumbani walimkatalia. Wakasema kwamba sisi binti yetu bado ni mdogo, ndio kwanza amemaliza form 4. Kama kweli unania kumuoa, mwache kwanza aende shule. Aende shule asome. Alafu binti yetu kwa tunavyomuona hata akili yake bado haijapambanuka vizuri. Kwa hiyo mwache aende shule. Akishaenda shule, kama hao vijana wa chuo wote atawaona, atawakataa, still baadaye atakuja atakuchagua wewe, basi atakuwa akakupenda wewe, lakini kwa sasa hivi mwache kwanza aende shule. Yule kijana alikuwa anakataa, anasema mimi nitamsomesha kijana wenu, niachini nimuoe, mimi nitamsomesha. Kwa kipindi kile akana nidanganya, nitampa gari, nitamfungulia biashara na vitu kama hivyo, lakini vitu vyote hivyo wazazi walivikataa. Baada ya wazazi kukataa vile vitu, yule kijana sasa akawa ni king'ang'anizi. Akawa ni king'ang'anizi sana. Na mpaka alifikia hatua anaambia akaana kung'ang'ania. Ananing'ang'ania sana. Ananing'ang'ania kwa sababu kipindi hicho nyumbani wakaniambia block sehemu zote, na wakati huo wakati tunaongea naye kabla hatujafikisha kwa wazazi, mimi nilikuwa naona ni kitu cha kawaida. Lakini baada ya hicho kitu kuja kufika kwa wazazi, baada ya wazazi kuongea na mimi ndo nikaanza kuona hichi kitu mbona sio sawa. Kwa hiyo muda huo nikaanza kusoma chuo na mimi nikamblock sehemu zote yule kijana. Kwa hiyo sasa yule kijana akawa anaenda kwa wazazi kwamba mimi namtaka binti yenu, mimi namtaka binti yenu, kwa sababu alishaona kwamba mimi binti simtaki tena. Kwa anaendelea kuanganiza wazazi kwamba nitawapa mahari kubwa. Na wazazi wangu wakawa wanamwambia kwamba wewe, sisi mahari yako sisi hatutaki. Hata kama unataka kutupa mahari kubwa kumchukua binti yetu, alitaka kutoa mahari ngapi? Yani binti kile mama alikuwa anataka kutoa milioni 3. Yani kang'ang'ania hapo. Anang'ang'ania kwa sababu ameshazoea kwa Dodoma, yani mahali mara nyingi wanatoga milioni 1 labda 0.8. Wengine 500,000 tu. Ndio mama. Kwa hiyo alivyoona kwamba anakuja na gia ya milioni 3, akawa anaona kwamba ni hela kubwa, kwa wazazi watashtuka, watasema ngoja tukupe binti yetu. Kwa hiyo still wazazi bado walikataa. Baba akagoma. Baba alikataa kata. Akaniambia mtoto wao mrembo afu mdogo. Ndio mama na baba akaniambia kama unahisi kwamba sisi tunataka milioni 3 zake, na kama wewe utakuwa umezamilia kwenda, wewe nenda, sisi milioni 3 zake hatutaki. Yes. Kwa hiyo mimi kipindi nikaniambia baba, mbona mimi sasa hivi simtaki tena na hivyo. Lakini sasa baada ya kupitia changamoto hizo nyingi, usumbufu hapo katikati ulikuwa ni mwingi sana. Tukakataa na kila kitu. Lakini sasa baada ya kujitoa kwa yule kijana, kwanza alivyo wakati niko kwenye mahusiano yule kijana, nilisahau huko nyuma mke wake aliwahi kunipigia simu wakati uko kwenye mahusiano naye. Yes. Mke wake aliwahi kunipigia simu akaniambia wewe unatoka na mume wangu. Asa mimi kwa sababu nilikuwa na akili za kitoto, kwanza sikumwamini. Akaniambia wewe unatoka na mume wangu, alafu kwa ninavyokusikia naona kama ni sauti kabisa ya binti mdogo. Ni binti ambaye umedanganyika. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa nadhani nimefungwa akili, sikumwamini hata yule mama. Kwa hiyo baadaye nilikuja nikampigia simu yule kaka, nikamwambia kuna mama kanipigia simu, akasema wewe ni mume wake. Yule kijana alikataa, akaniambia hapana, nadhani tu labda simu zitakuwa zimeingiliana. Mimi sina. Alikataa kata. Shetani na mama mkwe wake. Yes. Akasema mimi sina mume, sina mke. Basi na mimi nikamwamini. Na yule mama alinipigiaga simu mara moja tu. Hakuwahi kunipigia tena simu. Kwa baada ya kurupushani nyingi sana, ikafika kwamba mke wake mpaka alionanaga na babangu mzazi. Babangu mzazi siku akaniita, akaniambia yani mke wake mpaka alikuja nyumbani. Yes, alikuja nyumbani, lakini ni baba ndo ambaye alimtafuta. Baba yote hiyo. Kwa nini baba alimtafuta? Baba alimtafuta ili kunionyesha kwamba yule kijana anadanganya. Okay. Yes. Kwa sababu ulikuwa usikila mwadhana. Yes, wala la mteka maji. Ndio mama. Hakuna kengele wala ngoma inayosikika. Ndio mama. Kwa hiyo akalimtafuta mke wake,
akaja akanitafuta na mimi siku hiyo akaniita akaniambia haya, huyo kijana anayesema anataka kukuoa mke wake huyu hapa. Kwa nikaenda nikaongea na yule mama, ndio yule mama akapaka akanionyesha picha. Akaniambia ona, huyu ni mume wangu. Kama hutaki kuamini, ona hizi picha, tuko na watoto wetu, walikuwa ni watoto wadogo wa kiume. Ni watoto wetu hawa hapa na hivyo. Basi nikamwomba msamaha yule mama na vitu kama hivyo. Tukawa tumeishia hapo. Kwa alivyodai kipindi kile yeye ameisha, amenisamehe, na babangu kipindi kile nadhani alimwambia kwamba tu msamehe binti yangu. Vikawa vimeishia pale. Lakini sasa kwenye kuendelea tu na maisha ya kawaida nikawa siwasiliana, lakini kijana ambaye nataka tu kusisitiza kwamba ni mtu ambaye alisumbua, yani alitafuta namba mpya akiwa anaendelea kunidanganya na vitu vidogo vidogo akifili kwamba mimi nitadanganyika. Sikudanganyika. Baada ya hapo nikaanza kupitia battle spiritually. Baada ya kumkataa yule kijana nikaanza kupata ndoto nyingi sana za majini mahaba, naota naingiliwa. Hicho ndio kitu ambacho kilinisumbua sana, yani kwa muda mrefu. Nikaanza kuota hizo ndoto. Ni vitu ambavyo vimenisumbua, lakini ni vitu pia ambavyo vimenisaidia kujihusisha na masuala sasa ya mimi kuanza kumtafuta Mungu kwa bidii. Yes. Baada ya kuona kwamba yani sasa mbona hichi kitu kinazidi kuwa kikubwa, hapo mimi nilikuwa simjui Mungu kabisa. Lakini kupitia kustruggle kujua nini ambacho kinanisumbua ndo kuanza kuingia kwa Mungu sasa. Nikaanza kumtafuta Mungu na nashukuru Mungu alikuwa ni mwaminifu, akaanza kunipitisha kwenye madhabahu tofauti. Mpaka nikafika hapa ambako nimefika kwa Apostle Devota Gwau. Yes, na mama amenisaidia, amenifungua. Lakini pia deliverance, leo nimepata deliverance, lakini pia deliverance nilipata nyuma kidogo, mama alinifungua. Lakini ya leo naona ndio imekuwa deep zaidi. Okay, ile ya kwanza tu ilikuwaje vile? Ile ya kwanza mama nilikuambia tu kwamba nasumbuliwa na majini mahaba. Sasa yani ikawa wanakuja nikakwambia kwamba sometimes wanakuja kwa vitu tofauti. Baada ya kujaribu kuvipiga ndo yani sasa nikawa sioni mtu, maana mara ya kwanza alikuwa anakujaga kama watu. Lakini sasa akawa haji kama mtu, anakuja kama kiti. Anakuja kama hata peni. Unafanya mapenzi na peni? Yes, peni, kiti, yani vikao vinakuja vitu tofauti. Yani na unaona kusema unafanya mapenzi na peni? Ndio mama. Na kiti. Mama kiti. Shetani na mama mkwe wake kwa jina la Yesu naanguke. Amina mama. Pole sana binti yangu. Asante mama. Kwa ilifika kwenye hali mbaya. Yani mama ilifika kwenye hali mbaya. Alafu yani mpaka ukilala au sangino tukikatu, kwa sababu nilikutana kesi moja. Alikuwa na mapepo mahaba, anasema hata akikatu kwenye yani akikatu hivi, yani anakuwa kama ana mawazo lakini kitu kinafanyika. Hiyo ya kwangu mama walikuwa wananiattack sana kwenye ndoto. Na baada ya kile kitendo ni kweli nilikuwa nikishafanya kile kitendo nashtuka. Nikishashtuka ni kweli kabisa nasikia maumivu. Na make peni imeingizwa. Yes, yanakuwa ni maumivu kabisa, nakuta paka tumbo kama vile linauma, ama nikiamka kabisa najisikia kabisa niko wet, yani niko wet kabisa. Ni kwamba ni kweli yani kama ni mapenzi nimefanya kweli. Lakini kwa hiyo ni kwamba yule mwana, kwa sababu leo wakati nakufanyia deliverance, yani wakati umekuja hapa, ndio mama, wale kuja na kesi nyingine, lakini walikuja tu kwamba yani mambo yaendelee. Yale umekuja kikazi, yani kazi yako mwenyewe. Ukasema ngoja nipite hapa. Lakini wakati namfungua mtu mwingine nikaona kwamba una kinyago usoni. Hebu niambie maisha yako hayo ulikuwaje? Yani ulikuwa na kibali, ulikuwa na struggle kwenye vitu gani na vitu gani? Kwanza mama, hapa tu ninapokuambia ni kwamba baada ya hiyo 2017 mpaka kipindi hichi bado sijawahi kupata mahusiano serious. Ile deliverance ya kwanza nilipokufanyia, ile deliverance ya kwanza mama ulivyonifanyia, ulinipa maelekezo, ulinipa mafuta. Yani mama, ninavyokuambia ni kwamba leo tulikuwa tunakuja kumalizia kwa sababu yani ndoto zilikata baada ya ile deliverance. Na yale mafuta nilikwambia tumia, nikakuelekeza. Yani ukawa huwaoni tena. Yani mama siwaoni tena. Mpigieni Mungu makofi. Asante Yesu. Kwa kile kiti, peni, mara si vidole vya watu, mara si kucha,
wakawa tena wakuingilia. Yani mama sijaona. Kwa hiyo ulikombolewa. Nikakombolewa kabisa mama. Na usiku kama nilikuwa nakutafutia zawadi. Yani sasa ukaniongezee zawadi. Amina. Kama ulikuwa unaleta corona uniletee range. Amina mama. Mama ulikuwa umenitoa kwenye kitu kikubwa. Mbona ukurudi basi mtoto wangu kuja kusema mama hakika niliona mkono wa Bwana baada ya ile deliverance ya siku ile. Yani mama usiku kama ulikuwa kwenye akili yangu. So watu mara nyingi nilikuwa ningetaka kukuambia naona kama vile unakuwa busy, lakini yani I was like lazima niende nikamuone. Yani na nilikuwa sitaki kuja mikono mitupu. Ile siku moja tu ulivyokuja hapa nikakufungua. Yes. Ikakoma kabisa yale mandoto. Na uliniambia nifanye hivyo mwezi mzima. Nadhani nilifanya hivyo kwenye wiki 2 wiki 3. Tena kwa sababu nikaona mbona nimeanza kukombolewa, kuna siku zingine nafanya, kuna siku zingine sifanyi. Lakini zile ndoto mama ninavyokuambia sina. Ukawa nalala kama mtoto mdogo. Yani mama nalala. Kile kitu kilikuwa kinanitesa kwa sababu unakuta sometimes wananiingilia mida ya saa 8 saa 9 usiku. Yes, baada hapo nikiamka najisikia vibaya. Namwambia Mungu kwa nini mimi hichi kitu naendelea kukipitia. Nikawa kama vile nimechoka kwa sababu imekuwa ni kipindi kirefu since 2017 mpaka 2025. Ulikokuja hapa. Yes mama, nilikuwa bado naendelea kupitia hiyo torture na tangu 2017. Kuanzia 2017 kwa nadhani baada ya yale mambo kukataliwa nilikuwa kwenye 2018 hivi. Kwa mpaka 2025 nilikuwa na mpaka ulivyokuja Arena of Liberty. Mpaka nilivyokuja kwenye Arena of Liberty mama. Ulivyonipa maelekezo na ile deliverance pale ikakata. Imekata kabisa. Pigieni Mungu makofi tena. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Anapumzisha watu mizigo. Hiyo kitu mbaya kwa binti. Sasa kwa maana hiyo ulikuwa naishije mwanangu? Amani ulikuwa nayo kweli? Mama nilikuwa sina amani. Mchana kama hivi naweza nikaa na amani, lakini hata usiku wakati nalala ndio ilikuwa ombi kubwa. Yaani ninakuwa sina prayer point zingine zote ambazo Mungu. Kwa hiyo kila siku namlilia Mungu akutoe. Ilikuwaje? Nani alikuelekeza Arena of Liberty? Nani alikuleta? Arena of Liberty. Arena of Liberty. Alituelekezaga pastor alikuwa ni Steve. Steve tulikutana kwa Prophet David. Yes, yeye ndo akanielekeza. Akakwambia twende kwa mama. Yes, akaniambia twende kwa mama. Siku ile kulikuwa kuna ibada ya watumishi kwa mara ya kwanza, yeye ndo tukajaga hapa. Basi baada hapo nikaa naendelea kuja. Nadhani baada ya kuja hapa mara nyingi ndo nikapata ujasiri nikasema ngoja nikamuone mama kwenye shida yangu. Yes, na ni kweli. Na ulikuja kwenye ile ibada ya Jumaa 1 on 1. 1 on 1. Yes, ilikuwa ibada ya 1 on 1 ambayo Jumaa ambaye anapata muda mzuri sana kufanya deliverance kwa muda mrefu. Ndio mama. Okay, endelea. Kwa hiyo baada ya hapo ndo, lakini yani safari yangu kwa hapo katikati ni kweli kile kitu kilikuwa kinanifunga kwenye vitu vingi sana. Kwa hiyo yani jini mahaba anakufunga kwenye nadhani masomo, uchumi, yani maisha yako ya kila siku, huwezi kupata hata mchumba, yani pesa haiwezi kukaa, yani unapata unaipoteza mahusiano hayadumu. Kwanza watu ni kama vile hawakuoni kwa sababu nadhani unakuwa una vitu vyako vingine humo ndani, yani hivyo. Yes, lakini Mungu amekuwa ni mwema sana mama na namshukuru. Kwa hiyo leo ulivyokuja kitu gani kimetokea? Leo nilivyokuja nadhani tu ni Mungu alikuwa anataka anifungue mimi. Nadhani yani nilikuwa sina hata wazo, yani nilikuwa kwamba leo ni siku yako tena ya kumalizia masalia. Yes, kwamba leo ni siku yangu. Nilikuwa nimekuja nimemsindikiza rafiki ambaye najua rafiki anaenda kupokea ukombozi. Nikawaza kwamba rafiki baada ya hapo anaweza akapata shida kurudi nyumbani, ngoja niende ili mimi niwe msaada kwake. Yes, kwa naona wakati Mungu anamsaidia rafiki yangu. Sasa ilitokeaje mpaka na ukapata deliverance? Ilitokea ni kwamba tu wakati rafiki yangu anapata deliverance mtumishi mama Apostle Devota akaniambia kwamba anaona kinyago kipo kwenye uso wangu. Akaniambia na Mungu ameniambia kwamba nikuombee. Yes, na baada ya hapo kweli mtumishi ameniombea na ameniambia I am free. Unajisikiaje lakini? Najisikia vizuri. Yaani najisikia vizuri kuliko vizuri yote. Kuliko vizuri, na Mungu amekuwa ni mwaminifu. Kwa sababu hata ile laana iliyotamkwa na kwa sababu niliona kwamba kuna laana ilitamkwa. Na ule mwanamke nikaona visomo. Make mimi sikujua kama ulikuwa umekutana na mume wa mtu. Lakini nashangaa pale Roho akanambia huyu alikutana na mume wa mtu kwenye mahusiano. Shida yote imetokea hapo.
Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuwa amekuweka huru. Namshukuru Mungu sana. Na lakini ndani yako kabla hujamaliza, yani unaona kuna mabadiliko baada ya deliverance ya leo? Yani I feel vipi ndani yako? Kwa sababu kitu kikutoka hata kama madhihirisho hajaanza, lakini tunaona kama mimi sio yule niliokuja. Najisikia na amani. Najisikia na amani kwa sababu mama, yani sijui, lakini hata rafiki yangu hii wiki yote nilikuwa ninamwambia, yani najisikia kama kuna gap ndani yangu ambalo hilo gap yani inabidi nilimwambia nilimwambia yani najisikia gap mpaka kama vile nataka kuhubiri. Yani kuna kitu ndani yangu kilikuwa, yani kuna space ambayo inabidi iwe filled, nijazwe. Yes. Na nikamwambia mbona najaribu nasikiliza mahubiri, nitajitahidi nitasoma neno kidogo, lakini still ile space yani haijazimwa. Yes, yani moyo wangu tu ulikuwa hauna amani. Lakini mama, as I'm telling you, yani najisikia kabisa kuna kitu sasa hivi kipo ndani. Yani kuna kitu yani yes, I think all that week nilikuwa najiandaa kupokea hicho ambacho nilipokea sasa hivi. Yes, yani najisikia na amani sana. Na kinyago kimeondoka. Amina mama. Na laana imevunjika. Ninamshukuru sana Mungu mama. Okay, unawaambia nini mabinti wanaokusikiliza, watu ambaye wanapitia kwenye vitu vigumu? Mwanangu Sharon hawajui wafanye nini, waende kwa nani, wamekata tamaa. Na kuna watu bado wanaona kama watumishi wa Mungu ni waongo. Yaani kuna watu kabisa wanaamini kwamba hichi unachokisema Sharon hakuna kitu kama hicho. Unawaambia nini? Kwamba wewe fikiri ulikuwa unafanya mapenzi na peni. Okay, peni na nini tena, kiti na nini kingine? Peni, kiti na mama, yani hebu taja vyote. Yani mama, inaweza ikawa peni, kiti, na nilikuwa naona wanakuja watu wa jinsia moja. Yani inaweza kaja wanawake. Yes, anaweza kaja mwanamke yani kwenye ndoto na nikafanya naye hicho kitendo. In short, yani kitu chochote ambacho walikuwa wanaamua kuniletea siku hiyo ya kukufanya. Yes, walikuwa wananiletea kitu chochote kile. Afu mikosi haikuepo mingi kweli, kwa sababu kwa namna hiyo njia zako zote zilikuwa na block. Kibali mama, kibali tu mwishoti nilikuwa sina. Yani kibali na unakuwa kila kitu ambacho unakifanya, kitu ambacho mtu mwingine angetumia nguvu chache, lakini wewe unakuwa unatumia nguvu nyingi. Yani kila kitu natumia nguvu nyingi mpaka nikipate. Natumia nguvu nyingi kupata elimu, natumia nguvu nyingi kupata nini. Na mimi ni umri kidogo umeenda, lakini nadhani mpaka leo sijamaliza shule kwa sababu pia hicho kitu. Una miaka mingapi? Na umri wa miaka 26. Yeah. Lakini huko nyuma pia nilishasoma chuo. Nilivyosoma chuo sikumaliza. Lakini tu ni kwa sababu nilikuwa na wazazi ambao hawakunikatia tamaa. Bado nikawaambia kwamba naombeni tena nijaribu kusoma hichi ambacho nasoma sasa hivi, wakanikubalia. Kwa hiyo hichi ambacho nasoma sasa hivi ni kitu kingine, ni tofauti na kitu ambacho huko nyuma ningekuwa nimesoma, ningekuwa nimegraduate. Kwa shetani anajaribu hizo roles kwanza, anajaribu kublock na kuzuia destiny yako. Yes mama. Yes. Nikutabirie. Ndio mama. Unamwamini Mungu? Namwamini Mungu. Unaniamini na mimi mtumishi wake? Yes mama, nakuamini. Nimekaa kwenye hiki kiti, kwenye hii madhabahu, kipindi mwakani kama hivi utakuwa na ndoa. Mungu anakurejeshea. Amen. Mungu anakurejeshea binti yangu. Amen mama. Pesa zinakuja. Amen mama. Mahusiano ya kudumu yatakuja mpaka kwenye ndoa. Amen mama. Na wepesi kwenye masomo yako utakuwa mkubwa mno. Amen mama. Kwa sababu Mungu amekurejeshea kibali. Amen mama. Okay, unawaambia nini watu? Tumamaliza. Mama, kitu cha kwanza ambacho napenda kuambia wasichana, kitu ambacho mimi nimejifunza sana, wasichana sasa hivi yani mahusiano kimekuwa ni kitu cha kawaida. Mtu kuingia kwenye mahusiano kama hivi, mimi niliingia kwenye mahusiano na mume wa mtu nilikuwa sijui. Lakini mama, kuna wadada siku hizi wanaingia kwenye mahusiano na mume wa mtu kwa kutaka, anajua kabisa. Yani vinakuwa ni vitu vidogo vidogo vya kishamba ambavyo vinamfanya mtu aingie kwenye mahusiano. Ni hizi material things, yes, mawigi ili tu asuke, ili tu apate iPhone 16. Ni vitu ni vya kawaida sana, lakini hawajui kwamba wakati wanajiingiza kwenye mahusiano na hao watu, nyota zao zinachukuliwa, vibali vyao vinachukuliwa. Ni mambo ambayo utakuja kuyaona baadaye
kwamba ulishapoteza vitu vingi sana kupitia kwenye haya mahusiano ya kila siku. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kuwashauri mabinti wenzangu ni kwamba mahusiano sio kitu cha kukichukulia poa. Yes. Ni kwamba ni kitu ambacho ni serious, yani na wajue nyota zao zina window. Yes, nyota zinachukuliwa sana. Watu siku hizi kwenye hiyo iPhone 16 ambayo kakupa wewe, yeye mwenzako akachukua nyota yako, anafungua makampuni, mtu unakuwa una vitu vikubwa ambacho wewe unakuwa hujui kama una vitu vikubwa, lakini watu wanasoma nyota zetu na baada ya hapo wanaanza kuzitumia nyota zetu. Kwa hiyo just we kama ni Mungu amekupa neema ya kuwa single, kuwa single. Yes, kuwa single sio dhambi. Yes, kuwa single sio dhambi, kuwa tu single and Mungu atakuletea mtu wako sahihi na kwa muda sahihi ambao Mungu yeye atakuwa kaupanga. Kwa sababu kesi kama ya kwako ni shetani kwa bado mdogo sana. Ndio mama. Miaka 19 kuonana kuingia kwenye mahusiano na mbaba. Makao ni mbaba kwako. Yes. Mwanamume aliyokuzidi miaka 10 na ngapi hiyo? Alikuwa na miaka kanizidi miaka 20 kwa miaka 20, imagine. Yes. Sasa miaka 20 na miaka 19 ngumu sana, mbaya. Yes. Ina maana ni babako huyo. Ndiyo, kwa sababu mama. kama angezaa kijana kama angezaa ana miaka 18 angekuwa ni babake. Ndiyo, yani mama. ni babako. Ndiyo mama. Lakini yote hii ilitokana kwanza namba 1 ujinga. Yes. Namba 2 tamaa. Yes. Kwa sababu kuna vitu alikutamanisha. Ndio mama, nakana niko vidogo vidogo ni hela ambazo na wao ulitaka kufanana na wasichana fulani. Ndio. Na vile ulivyokuwa mrembo, unavutia, unawaka kama taa, ukaona kama ngoja niongezewe kuwaka. Yes. Na baada kidogo muda kidogo nitakuwa na gari, yes, majumba. Na ndio vitu ambavyo alikuwa ananidanganya navyo, kunipa kipindi hicho alikuwa ananiambia. Lakini mwanzo alikuwa anatajirikia. Ndio mama. Na ndio maana alivyokukosa ilibidi achukue nyota yako sasa kwa kuachia maroho ya kutese na nini. Lakini ashukuriwe Mungu umeshinda. Amina mama. Mungu akubariki sana binti yangu. Asante mama. Endelea kutunza muujiza wako. Amina mama. Soma sana neno. Amina kuwa mama. mwabudu halisi. Amina tumikie mama. Mungu kwa unyenyekevu. Zaidi ya yote mngoje Bwana kwa saburi. Amen. Kipindi mwakani kama hivi katika jina la Yesu unaenda kufunga ndoa Sharon. Amen. Kwa sababu Mungu wangu ni Mungu wa ajabu. Amen. Tazama, sikuwa najua kama una kinyago, sikuwa najua kama ulikuwa umeingia kwenye mahusiano na mume wa mtu, lakini yote ameyafunua. Ina maana leo ni mwisho. Amen. Wa magumu yako, na ile laana ambayo yule mwanamke alitamka kwa machozi na maumivu imevunjika, na yale maneno magumu aliyotamka yamevunjika, na visomo vyote leo vimefutwa. Kwa nenda ukafanikiwe. Amen. Nenda ukafanikiwe mtoto wangu. Barikiwa sana. Nakupenda sana. Amen.